ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, na si dhambi zetu peke yake, dhambi za ulimwengu wote. Hapo ndipo utakapopata tumaini. Mama, na kushauri katika biashara yako muingize Yesu ndani yako. Katika mambo yako mkaribishe Yesu. Katika moyo wako mkaribishe Yesu. Hapo ndipo kuna tumaini. Siwezi kukutumainishia matumaini ya uongo na kwamba utabarikiwa, utainuliwa. Hakuna. Hata wale ambao wanafanya ufisadi, wameiba pesa za nchi, wameziweka katika mabenki, wakati unakuja ambapo kutakuwa na njaa, ambapo hawataweza kukula ile manoti. Hawatakula manoti. Hawatakula manoti. Matajiri Mungu ameweza kuwekea siku yao. Wacha waibe kabisa, wacha wafanye ufisadi kabisa, lakini siku yao inakuja. Mambo unisomee kitabu cha Yakobo 5. Yakobo 5 fungu lake ni la kwanza. Wale ambao wanajikita kuiba ufisadi pesa, wanajilimbikizia mashamba, mali za umma, pesa ambazo zingewasaidia wagonjwa, wanaenda wanachukua. Pesa ambazo zingewasaidia mayatima na wajane, wanaenda wanachukua. Lakini siku yao inakuja. Soma mtumishi. Inasema hivi. Ndio. Yakobo 5 aya yake ni ya kwanza. Inasema, haya basi, enyi matajiri. Ati nani? Enyi matajiri. Ati nani? Enyi matajiri. Fanyeni nini? Lieni, mkapigwe yoe kabisa. Ndio. Kwa sababu ya masaka yenu yanayowajia. Twende. Mali zenyu zimeoza. Ati mali zao zimefanya nini? Mali zao zimeoza. Mali zao zimefanya nini? Mali zao zimeoza. Mungu anasema matajiri walio kuombeleza kwa sababu mali zao zimeoza. Mali zao. Na mafasi yenu yameliwa na nondo. Mali zao. Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu. Twende. Na kutu yake itawashuhudia. Mali zao. Nayo itakula miili yenu kwa moto. Ndio. Mmejiweka akiba katika siku za mwisho. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Tuko katika siku za mwisho. Akili yako isikie katika mambo ya dunia. Mungu anasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na hayo mengine mtafanywa nini? Mtaongezewa. Pole kwa vijana wa leo. Mambo ya Mungu hakai akilini mwao. Hayawezi. Neno la Mungu haliwezi kukaa katika akili ya vijana wa leo. Wao wanaangalia mambo ya dunia. Wamezama katika mambo ya dunia, wakati wangemzamia Mungu na kumulilia. Mambo nisomee kitabu cha Zaburi 19 mstari wake ni wa 11. Inasema hivi. 19 mstari wake ni wa 11. 119:11 kitabu ni cha Zaburi. Ndio. Inasema hivi. 119:11 Zaburi. Twende. Nimefika mwalimu, inasema barikiwa. Moyoni mwangu vijana. Inasema hivi. Vijana inastahili mioyoni mwenu mfanye nini? Inasema jinsi gani kijana isafishe njia yake. Twende. Kwa kutii akilifuata neno lako. Asante. Katika mstari wa 11 inasema twende. Moyoni mwangu, moyoni mwa vijana nimeliweka neno lako. Wameweka neno la Mungu, lakini ole wa vijana wa leo hawajaweka neno la Mungu, wameweka afroda. Unasikia habari anakwenda na mpira. Badala wangeweka neno la Mungu, la Mungu. Wanaweka vitu visivyo vya maana katika mawazo yao, katika mioyo yao, na kwa hivyo wameingia katika mtego wa shetani. Vijana wataweza kuangamia wasipochunga, wasipojiangalia mapito yao, na ya kwamba wanyooshe njia zao, watengeneze njia zao, wamrudia Mungu. Mungu naye ataweza kuponya. Lakini kama mwenendo utakuwa ni huu, wanavaa jinsi wanavyotaka, wanakula jinsi wanavyotaka, hawataki kusikia mambo ya Mungu. Mungu anasema ya kwamba siku ya kuharibia kwao, siku ya msiba wao, Mungu atacheka. Katika kitabu cha Methali 1 mstari wake